Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu katika Kristo, basi leo tena naomba tuendelee kushirikiana neno, sababu neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Ndivyo tunavyojua. Basi leo naomba kwa muda tutakojaliwa tuangalie neno katika Injili ya Yohana sura ya 10 mstari wa 10. Mstari ambao tumeusikia mara nyingi, tumesoma mara nyingi kama waumini. Leo naomba tuangalie tena kwa namna tofauti. Nasema mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima na wawe nao tele. Kwa tunaona mambo kadhaa katika mstari huu, kwamba kuna pande mbili, kuna serikali mbili. Kuna ufalme wa nuru unaoongozwa na Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ndiye anayetuambia habari hii. Haya yalikuwa ni maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe. Lakini kuna ufalme wa giza unaoongozwa na yule mwovu Shetani. Sasa kwa kupenda au kwa kutokupenda, kwa kujua au kwa kutokujua, ni lazima ujiunganishe na mojawapo kati ya haya maeneo mawili. Aidha uingie katika ufalme wa nuru unaoongozwa na Bwana wetu Yesu Kristo, au uingie katika ufalme wa giza unaoongozwa na Shetani. Lakini anaendelea kutupa taarifa zaidi kwamba huyu mwivi ana nia tatu. Ya kwanza ni kuiba, ya pili ni kuchinja, ya tatu ni kuharibu. Kumbe tunapoona watu wanapoteza vitu, tunapoona kwamba watu wanaharibikiwa, tunapoona kwamba watu zile ndoto walizokuwa nazo zinakufa tu, zinachinjwa, zinaharibika, zinapotea, yale mambo ambayo mtu alikuwa ukikaa naye na kuelezea, unaona kwamba yes, hiki ni kitu ambacho ni kizuri, kinatakiwa kifanyiwe kazi, ni uwekezaji unahitajika kufanyika hapa ili jambo liweze kufanyika, litaibadilisha dunia. Mara ghafla zinapotea. Kwa tunaambiwa kwamba yuko huyu mwivi, yuko huyu anayeharibu, yuko huyu anayeiba, yuko huyu anayechinja. Lakini jambo lingine tunalolipata hapa ni kwamba kwa kupenda au kwa kutokupenda, huyu mwivi atafanya tu ziara ya kushtukiza. Na neno linatuambia katika waraka wa kwanza wa Petro 5 mstari wa 8. Petro wa kwanza 5:8. Anasema muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Kumbe huyu bwana anazunguka. Whether tumemwalika au hatujamwalika, yeye atazunguka, anatutafuta. Lakini sasa katika neno hili tulilolisoma, tunahakikishiwa usalama. Tunahakikishiwa kwamba kuna tumaini. Tumaini letu ni lipi? Yuko huyu ambaye amekuja, anasema mimi nalikuja ili wawe na uzima na kisha wawe nao tele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaye ambaye amekuja atuletee uzima. Tunaye ambaye amekuja atuondoe katika hizi hila. Amekuja ili atupe uzima. Huyu mmoja anachinja na kuua, huyu anatupa uzima. Huyu anataka kuharibu, huyu anatupa uzima ambao tutakuwa nao tele. Kwa ni lazima tukae katika njia hizi. Sisi kama waamini wa Kristo, sisi kama Wakristo, tuna kazi kubwa tatu. Kwanza, kumueneza Injili Kristo kwa watu kupitia matendo yetu. Yaani watu wamuone Kristo kupitia kile tunachokifanya, kupitia matendo yetu. Lakini cha pili ni yaani matendo tunayozungumzia hapa ni upendo, wema, amani, furaha. Ukisoma katika Wagalatia anazungumzia tunda la Roho. Kwa hiyo tupate lile tunda la Roho. Lakini cha pili, tunatakiwa tuendelee kufanana na Kristo kwa njia ya transformation. Yaani tuendelee kubadilishwa ili tufanane na Kristo. Tatu ni kuhakikisha kwamba ulimwengu wote sasa unamrudia Kristo.
Hii ndio Great Commission, kwamba lazima tuwalete watu kwa Kristo. Kwa hiyo tujiangalie, je, matendo yetu yanamhubiri Kristo? Tunao kile ambacho Mungu ameweka ndani yetu. Mungu ameweka ndani yetu wema. Je, tunatenda wema kwa wengine? Tunausambaza huu uzima? Tunakuwa nao tele na tunawashirikisha na wengine? Kwa hiyo tuwe tumejipanga ama hatujajipanga, mwivi atakuja. Lakini salama yetu ni kukimbilia katika huyu Kristo ambaye yeye analeta uzima, na uzima ule anatupa